Kiongozi, mambo vipi? Mambo shwari, vipi mwandishi? Asante, niko vizuri kabisa bwana. Habari ya uzima wako? Tunashukuru Mungu tuko vizuri kiafya na tuko katika mwezi wa Disemba. Disemba to remember ni mwezi ambao malavidavi yanapatikana, ni mwezi ambao manini yanapatikana? Malavidavi, kwa sababu ndio mwezi wa mapendo, ndio mwezi wa mapendo. Amani, peace ilipatikana katika mwezi wa Disemba. Bwana, tunafahamu mwezi wa mapendo ni mwezi Februari bwana. Februari ni mwezi wa upendanao. Lakini vitu vya amani vya nani vipatikana katika mwezi huu wa 12. Na ndio maana kwamba katika upande wa pili unaona kama mwezi huu ndo alifanyaje? Alizaliwa nani? Jesus. Aliletwa kwa ajili ya kuwakomboa watu. Na katika upande wetu tunasema Isa Maryam naye ndani ya mwezi alinani. Kwa hiyo mwezi wa Disemba una mambo mengi sana. Sisi tunashukuru katika nchi yetu ya Tanzania. Kwanza Mwenyezi Mungu atujalie kesho tuione vizuri Christmas na maandalizi mazuri katika kusherehekea sikukuu ya Christmas. Tunawasi vijana kwanza wawe na umoja, wawe na amani, wawe wazalendo, wawe na utaifa mbele. Kwa sababu bila vitu hivyo hauwezi nchi kufanyaje kasimama. Hii nchi haikupatikana hivi hivi. Hii nchi vijana walitafuta sehemu nyingi sana. Kwa hiyo tutulie vijana, tutumie brain zetu, tutumie nyakati zetu katika utafutaji wa sikukuu. Tutakachokipata Mwenyezi Mungu atujalie tuelekeze zetu. Bwana, umetoa usia mzuri sana ama nasaha nzuri sana kwa vijana. Lakini sasa tuachane na vijana, tuongelee kwanza kwenye upande wa timu zetu za vilabu vyetu vya Tanzania hapa Simba Sport Club. Tunaona kulikuwa na sintofahamu ambao juzi kati imefikia baadhi ya matawi wanachama wameungana na kusoma rubadili kwa ajili ya kila ambacho waliamini kwamba ni kumshtakia Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo ilikuwa inatendeka ndani ya Simba Sport Club. Na tawi hili ambalo lilifanya rubadili lilifanyika pale Mpira Pesa chini ya mwenyekiti wao Shabani. Wewe kama mdau wa Simba, kama shabiki wa Simba ambaye unaifahamu Simba kwa muda mrefu sana, rubadili inaweza kuwa suluhisho la matatizo ndani ya Simba Sport Club katika kipindi hiki? Suluhisho ya matatizo ni kulijua tatizo. Hiyo ndio mwongozo wa tatizo. Kwa hiyo ukishalijua tatizo, kinachofuatia ni kuliondoa tatizo. Kwenye kuondoa tatizo kuna nyenzo, kuna njia za kuondoa tatizo. Inaweza tatizo likaondolewa kwa maongezi, yani makubaliano. Inaweza tatizo likaondolewa kwa njia tofauti nyingine. Sasa imani yetu inatupa kwamba tumeona kweli kwanza tatizo lipo, lakini kuliondoa tatizo tulitumia nyenzo za kawaida zikawa zikaekwa vikwazo. Ina maana watu wakawa kuondoka hawataki. Tunatumia shughuli, tunatumia demokrasi. Kwa hiyo kwenye kutumia demokrasi ni kwamba tuliowachagua, mfano tuongoje mpaka kwenye kura ndo tuende. Sasa tulichokifanya sisi kama wanachama au kama mashabiki ni kuenda kutafuta yoyote ambaye analeta msikomoko katika klabu, yani yoyote ambaye anaenda opposite na klabu yetu. Basi hichi kisomo ni kwa ajili ya kumshtakia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akiombwa ana mambo mawili, kukupa au kutokupa, lakini Mwenyezi Mungu unatakachomuomba ndicho atakachokupa. Hatukumsomea mtu, ina maana sisi tumesomea kwamba yoyote ambaye ataenda against na Simba, basi hiki kisomo kiende naye, kimfanye huyo mtu akhera asiwepo wala duniani asiwepo, akae hapa katikati. Sasa kazi ni kwako wewe ambaye unajiita mwana Simba, alafu ukawa unachukua siri za Simba unapeleka sehemu nyingine, ukawa wewe mwana Simba 80% unataka Simba iharibike ili wewe upate jina, ukawa wewe mwana Simba ukawa unaisemea Simba vibaya. Kwa hiyo kwa kisomo hiki kilichofanyika basi kitaondoka na wewe. Kwa hiyo hii ni kujirekebisha, sio kama ulishafanya, kwa sababu kile kisomo kimeanzia pale tunapoelekea. Tuna imani yalopita yashapita, lakini tunataka tutengeneze New Simbas. New Simbas haiwezi kutengenezwa kwa midomo tu. New Simbas lazima itengenezwe kwa action, itengenezwe kwa matendo, itengenezwe kwa rika zote, vijana, wazee mpaka watoto, kwa sababu Simba haikuletwa kwa ajili ya sehemu fulani tu, au Simba haikuwepo kwa ajili ya rika fulani tu. Simba imewekwa kwa rika zote. Kwa hiyo all of all waliofanya tukio hili, tuko vizuri, tuko salama na tunaipenda Simba yetu, ndio maana tukafanya hivi. Na hatukumsomea mtu. Unajua kuna uvumi vimepita, inaonekana kama kile kisomo kasomewa mtu fulani hivi. Hapana, kisomo kimewekwa, afu hicho kisomo ndio kitatafuta hao wanaofanya vitu hivyo. Kama kweli wapo, na kisomo kile kitaonyesha tu, kwa sababu 40 za Mwenyezi Mungu tunazijua. Unaweza ukaanza leo na leo ukakamatwa. Unaweza ukakaa zaidi ya miaka 4, 5, lakini 40 kakufikia. Ndio maana Waswahili wanazungumza siku za mwizi ni 40. Labda pengine kiongozi, kwa hiki ambacho kimefanyika kufanya hii wanaita kisomo, matokeo yake ni yapi? Na
pengine kuna mtu alikuwa hajui madhara ya kisomo. Kuna madhara yote ambayo yanaweza kutokea baada ya kisomo, na kama yapo ni madhara aina gani? Mtu anakuaje baada ya kufikiwa na hiki kisomo? Result nimeshazitoa. Maana nyingi ya kisomo kinakwambia yale utakayonuia pale. Sisi tumesema huyu mtu awekwe akhera, awe hayupo wala duniani hayupo, awe hayupo hapa katikati. Sasa wewe akili yake ni ipi? Akili yake ni kwamba huyu mtu anaweza akawa ni miongoni mwa watu waliochanganyikiwa kiakili. Ina maana tunapozungumza watu waliochanganyikiwa kiakili, wewe unaweza ukatembea kwa mguu kuanzia hapa mpaka Mwanza, ukawa unafanya mambo yako, brain inafanya vice versa, kinyume nyume. Kama kweli watu walikuwa wanahujumu Simba, basi na kile kimesomwa kwa kuzatiti, na ustadhi naye akaweka dokumenti zake zote, ana kaleta vifaa vyote vinavyohitajika, na yeye mwenyewe kwanza kabla hajafanya kile kitendo akatia uzo, akaweka akajiapisha kwamba mimi ninayesoma kisomo hiki nina 1 2 3, endapo nitafanya kinyume ya hichi kisomo kwanza kinianze mimi alafu ndo kifate. Wallahi thumma wallahi wapo watakaotaabika. Tuhuma nyingi zilikuwa zinamwelekea mwenyekiti wa wanachama na watu wengi walikuwa wakimtupia maneno kwamba kwa namna moja ama nyingine kwa haya yanayoendelea anahusika. Pengine nyinyi kama wana Simba mkiona hali kama hiyo inatokea, mko tayari kuipokea? Sisi kwanza kama wana Simba, unajua sisi tumegawanyika. Kuna baadhi tunajua kwamba kiongozi wetu, yani mwenyekiti wetu ndio anahusika kwa plani kubwa kuiumbisha Simba. Hapana, hii imetengenezwa propaganda tu, na propaganda waliotengeneza wamefanikiwa, kwa sababu wanakwambia ngoma inavyopigwa basi na wewe nenda na vesi hiyo. Kwa hiyo watu wa nje wamekaa wametuangalia kwanza, wenyewe wana Simba wenyewe wanataka kucheza ngoma gani, kwa sababu uongozi tulioweka pale huo umejigawa katika division, yani katika nafasi, kwamba mimi kama kiongozi, kama mwenyekiti, nafasi yangu mimi itakuwa ni hii hapa, play nitacheza pati hii, na mimi kama nani benchi la ufundi pati yangu itakuwa hii hapa, na mimi kama shabiki pati yangu itakuwa hii hapa, na mimi kama mwanachama pati yangu itakuwa hii hapa. Sasa kuangalia pale kwamba huyu mwenyekiti tuliompa, mwenyekiti wetu tulikuwa naye katika pati ya katika pitch, yeye anahusika kama nani? Yani kwenye pitch sasa yeye anahusika kama nani? Ni kwamba yeye mwenyekiti kwenye pitch amewachia benchi la ufundi. Yeye alichokichukua ni kwamba benchi la ufundi wanahitaji kitu gani? Tunahitaji bajeti ya milioni 2 au milioni 3. Yeye mwenyekiti ni kusaini tu kwamba hizo milioni 2 milioni 3 zifanyaje zitoke, lakini utendaji wa pale wote ni wabaki wa nini? Benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Kwa hiyo nawahusia mashabiki wenzangu, hizi siku zimebakia chache, alafu kama kweli tumetengeneza kama mwenyekiti ndo anafikisha skateli, tutafika mwisho kwenye uchaguzi, tutachagua huyo ndio tunamwona atakikaa vizuri, atakaye kuja atatuendekeza. Tukiona masuala yanaendelea hivi basi hapa tutapata elimu, au tukiona kwamba tumeweka uongozi mpya alafu tunapata mafanikio tunahitaji sisi, basi tunaweza tukakiri kwamba ni kweli labda uongozi ulikuwa unafanya, lakini kwa sasa hivi ni mapema sana. Tuache uongozi uliokuwepo, tuendelee tumalize hii safari tuliokuwa nayo. Ikishafika mwisho, nadhani Januari sio mbali, tunaingia kwenye uchaguzi. Ila ombi langu tulikuwa ni moja sana. Wakati Januari tunakwenda kwenye uchaguzi, alafu Januari ndio tunatafuta robo finali. Kwa hiyo mshikamawili moja umponyoka. Sasa hapa na utata sana. Nadhani tarehe 26 Januari ndio itakuwa mechi za bingwa zinaanza zinarudi. Alafu na sisi ndani ya first au second week ya Januari nadhani itakuwa nini? Uchaguzi. Sasa hapa viongozi kwanza wangekaa wakatathmini, kwa sababu tulishaathirika kwa hili. Tumetafuta pointi 3 alafu kana kikao na mkutano mkuu, ina maana tunamaliza kwenye mkutano tunakwenda kwenye mechi, tukakosa katika mkutano, ina maana mkutano uliyumba, tukakosa katika pointi 3, ina maana watu walishindwa kushiriki sehemu zote. Kwa hiyo all of all viongozi waangalie na hili nalo, kwamba ni kweli tuna dhamira ya kwenda robo finali. Kama tuna dhamira ya kwenda robo finali, tunaweza tukafanya matukio mawili kwa pamoja, kwa sababu experience Tunis tunaanza naye kwake, ambayo itakuwa ni Januari. Ina maana tunakuja kumaliza naye hapa Dar es Salaam, ambayo itakuwa ni 1 February. Sasa je, tuna uwezo wa kupata pointi 6 wakati akili zetu baadhi ziko kwenye uchaguzi, akili zetu baadhi ziko katika mashindano? Hapa sasa ninawaachia viongozi wao watafakari. Sisi kazi yetu ni kuongea kama mashabiki, lakini utendaji, mimi sina shilingi, mimi sina hela ya kuweza kutenda chochote. Mawazo yangu ndio utendaji wangu. Kwa hiyo wao watakaa watafikiria, wakiona vyote viwili vinafaa, basi tuingie katika uchaguzi, twende katika kuitafuta robo finali. Wakiona kimoja wapo tunafaa katika hivi viwili, tuchague kimoja wapo. Je, tuchague kipi? Twende robo finali au twende kwenye uchaguzi?